unajua that people are so happy when you fall, ya kwamba watu wanafurahi unapoanguka, when you cannot access the presence of God anymore. Wakati mara tena huwezi fikia uwepo wa Mungu. And Mary Magdalene came. Maria Magdalena akaja and sat at the feet. Akaketi kwenye miguu. And wept at the feet. Akaomboleza na kulia kwenye miguu. And she took her hair. Akachukua nywele yake. The precious hair of a woman. Nywele ya thamani ya mwanamke. Where a lot of money has been invested. Mahali pesa mingi imewekezwa. Where the Bible called their hair as their glory. Mahali Biblia inaita nywele yao kama utukufu wao. She took her glory. Alichukua utukufu wake. The precious hair. Nywele yake ya thamani. And wiped the feet of Jesus with. Akapanguza miguu ya Yesu nayo. Kama handkerchief. Kama kitambaa cha mkono. And then na kisha she took the oil. Akachukua ile mafuta. Inside the alabaster jar. Katika ile chupa ya alabaster. The most expensive oil. Ile mafuta iliyo bei ghali kabisa. She broke it. Akaivunja ile chupa. And poured on the head of Jesus. Akamwaga katika kichwa cha Yesu. And then the disciples of Jesus. Na kisha wanafunzi wa Yesu complained. Wakalalamika. The disciples of Jesus. Wanafunzi wa Yesu. The closest. Walio wakaribu kabisa. The closest. Walio wakaribu kabisa. Let me tell you. Wacha niwaambie. Even Jesus had no friend. Hata Yesu hakuwa na rafiki. The closest. Walio karibu kabisa. The closest complained. Walio karibu kabisa walilalamika. At one point Jesus is saying. Kwa wakati mmoja Yesu anasema, I wish my enemy was the one saying all this. Laiti gani natamani adui zangu ndio wangekuwa wanasema mambo haya. Lakini kumbe ni wewe. Lakini kumbe ni wewe. The shock of realizing that the closest has betrayed him. Mshtuko wa kugundua kwamba yule wa karibu kabisa amemkana. Beloved people. Watu wapendwa. Worship that pleases the Lord. Ibada inayompendeza Bwana. Worship that pleases the Lord. Ibada inayompendeza Bwana. Continues next Sunday. Inaendelea Jumapili ijayo.